Prime Minister, hii ni mara yako ya 5 kugombea kiti ya urais. Ni nini haswa ukupa motisha ya kuendelea? Mimi niko na sera kamili ambayo mimi naifuata, na mimi niko na wenzangu pamoja ambayo tunataka kuboresha uchumi wetu ya Kenya. Nimesimama na Wakenya wanajua sijakuwa nikishindwa, lakini hayo yote ni yaliyopita. Juzi mimi nilifikiria sana kama mimi nitasimama au nitasimama, na nikazuru Kenya kutoka kwa eneo mingi sana ya nchi yetu, nikiuliza watu maswali. Kwanza shida zao ni nini, wakawa wanatueleza shida yao. Alafu mimi nikawaeleza kama wangependa mimi niendelee, nisimame. Baada ya kuzuru eneo kama 15 ya nchi yetu, ilidhihirika kwamba watu wanataka mimi nisimame tena. Hiyo ndio sababu mimi nimekiri wito wa wananchi ili nisimame. Sio ati mimi mwenyewe ndio nimeamua nataka kusimama. Wananchi ndio wamenishauri usimame. Na iwapo mambo yatakwenda mrama tena, utakubali matokeo? Mimi ni mtu wa demokrasia. Nikishindwa kihalali, mimi nitakubali. Wakati ambao uliamua kujiapisha, ulimwambia Mama Aida na alikuambia vipi? Sio, ilikuwa ni dhahiri shairi. Haikuwa ni siri. Yeye alikuwa anajua. Alijua mbele ya kila mtu mwanzo kabla useme, ama yeye pia alishtukia tu na wengine wetu kama sisi ambao ulisema nitajiapisha? Ama ulizungumza na yeye kule chumbani ukamwambia mama nataka kujiapisha, unaonaje? Niliongea na yeye. Tuliongea pamoja. Hisia zake zilikuwa ni zipi? Sidhani kama nataka kusema. Utaki kusema? Haya basi, baada hapo kukawa na handshake. Na hiyo handshake pia ulimwambia Mama Aida na alikuambia vipi? Alikubali ati tunaweza kumaliza ile vurugano na maandamano ambayo tulikuwa tunafanya, ikiwa kama tunaweza leta watu wetu pamoja. Ndio. Kwa sasa una miaka 76. Kuna wale ambao wanasema wewe utakwenda muhula mmoja tu kama rais iwapo utashinda hapo mwaka 2022. Kuna ukweli? Yani mimi najua ni huyu rais wa Amerika Bwana Biden anashinda na mwaka moja, na yeye yuko pale na anaendelea, na fikiri yeye atafanya muhula moja, sijui. Kwa hiyo mimi sio lazima iwe Raila Odinga, watu wengine wanaweza kuongoza. Kwa hivyo pia utafanya muhula moja tu? Sitaki kusema sahihi ati muhula moja, lakini usangine unajua mtu usangine uchoka, unaweza kusema muhula moja. Mimi nataka nilete wa Kenya pamoja ili niweze kurithisha kizazi kijao uongozi ambayo itaweza kuwawezesha kutekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Wewe kama mzazi, kama baba na pia babu, kuna kitu ambao unajutia kama Raila? Kuna kitu ambao unajutia ukiangalia vile umefanya mambo zako za kisiasa kidogo, au kuwa unakaa na familia kila siku? Kuna kitu ambao unajutia kama Raila ambayo ungefanya kwa njia tofauti? Wasema majuto ni ujikuu, mwishowe huja kinyume. Lakini mimi sione kama niko na majuto. Mimi yale ambayo nilifanya
nilifanya kwa hiari, na mimi mwenyewe niliamua ati wakati imewadia ya Wakenya kusimama imara na ili mabadiliko yuje katika taifa letu. Yale tumefanya, mimi najivunia yale yote ambayo tumefanya pamoja na wenzangu. Kuna wengine ambaye sasa wametuacha, na tunataka tuwakumbuke tukifika wale ambao walikuwa pamoja katika hii harakati ya ukombozi wa pili. Watu kama George Anyona, watu kama Kenneth Matiba, Charles Rubia, Jaramogi, Masinde Muliro, Ahmed Bamariz, George Nthenge, tulikuwa nao huko. Alafu sisi vile vile tulikuwa tunaitwa Young Turks. Paul Mwite, Professor Nyang' Nyong'o, James Orengo, Jua Ger, Gitobi Manyara, Kiraitu Murungi. Hao ni watu ambaye na Martha Karua. Watu tulikuwa nao katika harakati ya ukombozi wa pili, na bado wako hapo. Ni watu ambao sisi tutazidi kuwakumbuka tukiendelea mbele. Ndio. Mwaka ujao, mwaka wa 2022, una ujumbe gani kwa Wakenya tukimalizia? Ujumbe wangu kwa Wakenya ni Wakenya wawe na matumaini ya kwamba inawezekana. Tunaweza kufaulu tukiungana pamoja. Kenya hiko katika hali mbaya ambaye uamuzi ambaye watafanya itategemea vile Kenya itaendelea. Kuna wale ambaye wanasema maneno matamu ambaye wanataka kupambaza nao wananchi, lakini nia yao ni tofauti sana. Hawa ni watu ambayo wameathiri uchumi yetu, wameiba pesa yetu, wanatumia hiyo pesa sasa kujaribu kununua wananchi. Wakizuru hapa na pale, wanakuja na pesa kwa magunia, wanapatia wananchi, vijana wanapigana, lakini mpango hawana kamili ya kuleta mabadiliko kwa taifa letu. Kwa hivyo tunasema kuna changamoto kwa taifa letu ambaye tunataka tuangalie kabisa vile mambo yataendelea huko mbele. Mimi nataka kufanya kazi pamoja na wale wa Kenya ambayo sera yao na mwongozo wao ni kama ile yangu, ili Kenya iweze kuendelea mbele, uchumi iweze kupanuka na kunawiri. Nina hakika ya kwamba tukifanya pamoja, tukifuata sera nzuri, tunaweza kubadilisha hali ya uchumi na maendeleo yetu. Nchi yetu inaweza kupanuka kiuchumi kwa kasi zaidi. Hiyo ndio shabaha langu. So we finish